Kwa hivyo insha Allah tutapata kilima cha asili kidogo tuweze kujua haya yalitoka wapi, fanywa kwa muda mfupi inshallah kutoka kwa al-akh Istanbul Sheikh Abdullah Nasir. Naomba sogea karibu hapo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, wazee wangu, mama zangu, ndugu zangu, wanangu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza kabisa namlekea Mwenyezi Mungu na kumshukuru kwa kutujalia sote, mimi na wewe, uhai, afya na fursa ya kukutana. Kisha nishukuru wanakamati wanaopanga dua hii kila mwaka, wafadhili na kila aliyetia mkono wake katika kulifanikisha jambo hili ambalo ni dharura na ni muhimu sana kwa umma wetu. Lakini mada mimi nataka kuzungumza na nyinyi ili kutekeleza kazi niliyofanya na ndugu yangu ni sisi kama jamii tunatoka wapi, tuko wapi, kwenda wapi, lakini kwenye mabano in brackets ni kama nilivyosema Mjane Shafi hapa, wengi mketi lakini hamujui kwa nini kisomo hichi chafanywa kila mwaka. Wengi mkuja lakini hamujui ili kaburi hapa ni nani huyu mtu, na wengi mkuja ili eneo hamulijui lilikuwa pana nini. Sasa tuanze na kisomo. Kisomo hiki ilikuwa wazee wakifanya kila mwaka kwa sababu ya kukinga madhara ya aina yoyote kuwakumba wenyeji wa mji huu na sehemu nyingine zote zilizoko baada ya mji huu wa Mombasa. Sitaweza kwa sababu ya muda kuingia ndani sana, lakini nawaahidi na naitangaza kwa kila atakayeona, hivi karibuni katika maktaba ya almarhum mzazi wangu Sheikh Abdullah Nasir, Mungu ambariki, tutaanza kisomo cha kufundishana taarifa ya wenye mji na wenzako, na tutakuwa tukifanya kila wakati, kila wiki kwa masaa kadhaa, na nitawatangazia lini tutaanza rasmi. Kisomo hiki ni kwa sababu sasa hivi nikiangalia kwenye social media, mtandao wa kijamii, kila mtu ajisemea atakavyo kuhusu sisi na maeneo yetu, na wengi wajisemea kwa sababu amsikia mtu asema, lakini ukimsikiza kwa makini hana ajualo. Na sisi wenyewe mji tunyamaza kwa sababu hata mtu akitaka kujibu aona kama atakuwa yuwakosa, hajui atajibu vipi. Na karne ya 21 atakao kusema mambo kama yale watu waliumbana, mimi naamini kwamba yataka uwe na stakabadhi, uwe na nyaraka, uwe na kumbukumbu za kuthibitisha kwamba usemayo yana ushahidi. Usemi tu kwa sababu watu wasema. Tuanze na huyu bwana Muhammad bin Ahmad bin Mshama, kwa neno pale Shemvita.
Kisha neno hili bwana ndugu yangu pale Mzee Talib liko kwao Jomvu kwa shehe. Sasa lile shehe vile la tamko Kiswahili, lakini Shekhe Mvita na Jomvu kwa shekhe. Jomvu kwa shekhe na Shekhe Mvita ni ndugu, baba mmoja mama mmoja. Huyu atawala hapa, yule alikuwa atawala Jomvu, kwa sababu hizi ni Swahili city states, ni miji, lakini kila mmoja ni mfalme. Kama Pape ina mtawala wake na Faza Rasini ina mtawala wake, Shela kuna mtawala wake na kadhalika. Sasa bwana Wareno na Wasegeju ndio waliomchinja Tito, wakatuchukua hapa Nziko, lakini hana Tito. Na kuuliwa kwake kwa sababu alikuwa hataki kutawaliwa na mtu yote asiokuwa wa asili ya hapa. Sasa mimi nawauliza tu swala ya kijinga. Mtu alijitolea maisha yake mpaka akafanya hivi alipofanya huyu bwana, mwaweza kumpuuza vipi akawa hatambuliki? Ni wote hapa mliokuwa hapa hamjui huyu nani. Huyu ndio mtawala wa mwisho wa asili hapa, utawala hapa. Baada ya huyu Wareno ndio walijikita wakafanya watakavyo kwa miaka 200 mfululizo. Wanaua mama zetu, wanachukua wafalme wetu, vitu wanavyo wao mpaka leo hivi havijarudi. Kisha wapata mtu aweza kusimama kwenye hadhara za watu na akatangaza ulimwenguni kwa Waswahili wana haramu wetu, sisi na Waarabu ndio tumba zao. Muhammad bin Abdallah maarufu aitwa Ibn Battuta akija hapa kutoka Morocco ni mwaka 1331, karne ya 14. Kama kuna mpwani yoyote ambaye sisi Waswahili alikuwepo mwaka 1331, mimi tayari naye atakapo yeye. Na kama hukuwepo, wewe ulinizaa mimi vipi? Na mimi nikuwepo. Mwaka 1660 baada ya Wareno kuwa watuliwa sana, wakichukua mama zetu na wazee wetu wakenda nao mpaka madini ya Goa, wazee ndio walipanga kutoka na wenzao wa jamii ya Mijikenda kwenda Omani kuomba msaada ili kuja kusaidia wamuondoe Mrema hapa. Ndio kukaja Mazuri, Basani, Mandri, Kulushi, Mamini, wakaja wakamtoa yule Mrema. Sawa. Sasa mnapozungumza kuhusu utumwa na Waarabu, mara nyingi huwa matanganya wale watanganyao. Usemi Mwarabu, kuna Turki Milaribea alikuja mapema hapa. Kuna huyo Ibn Battuta alikuja hapa, alikuwa hafanyi utumwa, Mwarabu lakini. Kuna Wahadrami kutoka karne ya kwanza, wafanya biashara na Waswahili hapa ni Waarabu wale, lakini kwa hatukui utumwa. Na nyinyi vijana na kina mama msiogope kumuuliza mtu, kwa sababu Waingereza wana msemo, haiwezi kuweko slave bila ya master. Hakuwezi kuwa mtumwa bila ya bwana wake. Kama wewe si tulikufanya mtumwa, bwana wako haitaje? Sisi tulikuwa ni watu wa staarabu. Hata wewe Ibn Battuta akija karne ya 14 mwaka 1331 asema watu wenyewe meusi lakini wastaarabu sana, wana majumba yao meupe, misikiti, na ni wafuasi wa madhhabu ya Shafii.
Leo sisi tukikutana hapa ni kukumbushana waliofanya babu zetu na nyanya zetu, kutokana na waliofanywa wao wakati sisi hatujazaliwa. Kila mtu alikuwa akigania hapa, mpaka Winston Churchill, waziri mkuu wa Uingereza, anasema hakuna katika ufuo wa Afrika Mashariki waliopata tabu kama watu wa maeneo mawili, Kilwa na Mombasa. Mama zangu, wasa wengine nasikitika, lakini wasina fursa ya kuwaeleza. Kuna holi moja, mimi ni holi ya Ukini, lakini waita Almeida. Wanya mfanya harusi ambaye huyu Almeida. Almeida ilikuwa ni ya Magoa, iko ubavuni mwa Safaya ukiwenda Al-Azhar, ile makaburi ya Wahindi, ndio Almeida hiyo. Lakini wenyewe nimeona Almeida ni ile Ukini. Na Almeida hamjui, lao mamjua hamngekubali kama kusema ni wafanya harusi ndani ya holi ya Almeida. Almeida mwaka 1505 ndio aliokuja akatinda mjioni, mpaka hivi visiji videge vidogo, anayeruka pia wampiga risasi, ilikuwa hapana mtu. Aitwa Francisco na Almeida. Lakini akisikitisha vitu hivi viko kwenye vitabu vitapishwa Kenya, lakini skuli ya visomeshwi, misikitini ya vizungumzi, madrasa hakuna, wala majumbani hakuna habari hizi. Miaka 200 mfululizo, hata Hitler hakuwafanya Mayahudi Portugal walivyotufanyia wazee wetu hapa. Akiona mama kama ana mimba, alikuwa akupasua tundu, angalia mtoto wako rangi gani. Kama mvaa dhahabu, alikuwa kuvui, alikata sikio. Si maneno yangu, kuna kitabu chaitwa The Portuguese Period in East Africa, chauzwa kwenye bookshop, kitafuteni, kila mtu awe nacho nyumbani, alafu someni, muangalie tulifanywa nini. Lao mama angekuwa kwenye jahazi mdiani baharini, awe Mreno anamtamani, atakalala naye akatae, basi atambusha baharini, aoge, arudi alikotoka. Miaka 200 mfululizo. Na wenzetu tulipokuwa chakula, wakaja tukaokoana, hatuna hata kuwalipa. Tuliwaambia tawaleni kwa niaba yetu, mtakachopata tutagawana. Waliposhikana na Waingereza, wao pia wakatuona sisi mazuzu, wakafanywa taka, ndio tulikuta hivi tulivyo leo. Sasa kila siku mimi na msemo wangu, mimi nasema na nyinyi karibu ya 30 na kwa hamnisikii ni urongo. Mwanisikia. Kuniunga mimi nakubali kwamba hamwezi kuniunga mkono, wengine mna maslahi yenu. Sawa. Swala langu la kijinga, kunipinga pia hamwezi, nikajulikana huyu ni mrongo. Manake msema babangu anauza, mimi nakuja nasema hajauza, na mimi na ushahidi wa kuwa vitu vyenu viko intact, havina mtu wa kuwatetea. Sasa lililobaki ni kwa nao Istanbul, wewe mrongo, tuthibitishie kama unavyo, kwa sababu kama hamkuuzwa haki zenu, kwa nini mko hivi? Kwa nini watu watukufu kama sisi tuko hivi tulivyo? Kwa nini utafanywa hivi? Kwa nini mahali kama hapa hata hujui kama huu ulikuwa ni mji wote mpaka Coast General? Na ni Mreno ndio ulipiga mabomu ndio akamchinja huyu. Wangapi ni mwajua kwamba Coast General ni mji wenu? Mwajua misikiti mingapi mvunwa, visima vingapi vinzibwa? Ile ilikuwa ni Native Hospital Makadara, ile GPO ilikuwa pale, ndio Native Hospital yenyewe. Nyanya mkisema na mzanitifu huyu, Native Hospital ndio iletwa hapa na Kenyatta, leo ndio inaitwa Makadara mpaka leo, kwa sababu ilikuwa Makadara pale palipo posta kubwa, sasa ni Huduma Center.
Hiyo hospitali ilikuwa pale. Sasa nani atutetee sisi? Na sisi sote mbagu tutatukiana kwa mambo ya kijinga. Sasa hivi vijurathi vya babu tu, kufa kutozikana. Kuna mambo makubwa yetu yatupotea kwa sababu ya vidude vidogo vya kupoteza. Kama alotuma Nkwenda leo wapigana na Manjio, kwa nini ukujifunza yeye alipoondoka? Hakuchukua hata fotokopi ya title deed yake. Mimi nataka kuwaomba tu wazee, kina mama ambao hamkuja hapa, lakini utaona hivi. Sawa? Kaeni tafakarini, sababu na mimi kuna leo na kesho, mara kesho sikutia. Watu tuambie yule bwana, tumuone kama hamnazo. Amkeni mliolala, simba ameingia mjani. Mtakujalia. Naona watu walala mabarabarani, wakadara Mungu, watu walala kama matendo na watoto na majiko wapika, na hakuna asema. Mbona mitambo nilipoyauza, kila mmoja kwa Nyali, kwa Kizingo, iko wapi, hata mahali palipochukua vitovu vyenu na majosho ya nyanya zenu na babu zenu mnauza pia. Tafadhali, si lazima, mnayo haki ya kulipuuza kama mandazini, lakini kwa hisani zenu, hebu amkeni, tokeni kwenye usingizi mzito. Nyie ni watu ambao hata Kenya imekuwa yababaika, na masomo tutakayoweka sisi tutapelekea mpaka NIS na CID official letter kwamba wao pia waje, na yatakuwa na ushahidi. Akiinua mkono yeye pia waweza mpa kopi hii yako, hii utaweka ofisi. Tutaambizana kwa ushahidi nani alikula na mikufu na bangili, nani alizila pesa zile, kwa sababu bila Nasiri na Omar Salim Basadiq, Mungu aweke mahali pema, walilipiwa kila kitu, mpaka allowance za kutumia kwa siku walipanga na Waingereza. Na walipokuwa wanataka kutia saini kuunganisha sehemu hizi mbili, waliambiwa basi kashaurianeni na watu wenu, tutawaita Nairobi kwa ushahidi wa maandishi. Walipokuja mkawapigia mshindo kwamba wanauza ni wanafiki, na wao wakakina wakanyamaza, mambo yakapelekwa takala. Hapa sultani alikuwa hana ardhi, tuna mikataba na yeye mitatu, mwaka 1832, 1835 na 1837, kwa shahidi kwa atatawala kwa niaba yetu. Hatutawali sisi, ndio tukawa protectorate, himaya. Nani alompa ruhusa uze yake hii? Ukiongea ni mengi na yanatia utuku, lakini naamini kwamba nazungumza na watu wenye hekima na busara. Yatwaende katafakarini, wazingatia wanasema, si mambo ambayo ni ya dunia. Anga ziko hivi, na wataona hata wakuu wa serikali, na tuna mandugu zetu mpaka ndani ya serikali, lakini ndio anaambia kuniunga hamwezi, kunipinga pia nikajulikana mrongo hamwezi. Kwa uwe nisema maneno ndio tulikeni kwenye kiwanda kama hivi, ndio hatuelezi, tuoneshe. Kwenda wapi vipi, tutakuwa tukutana kama hivi tukijadili na hebu jipangeni wako mkipanga. Sitaki wataja majina, lakini wanao uwezo wa kujipanga. Kama vile mnaofanya masemina, fanyeni semina kuhusu Waswahili na wenzao, ili watoke kwenye usingizi mzito uliowakumba. Na tukiamka sisi, hakuna yeyote atakayetutawalia mambo yetu atakavyo, kila kitu mpaka atushauri sisi
tukubaliane na wafanya takavyo kwenye miji yetu. Tutakwenda zaidi. Mwenyezi Mungu atufungulie milango ya kheri na mwangaza katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu atuunganishe tuwe wamoja, tuwe ndugu kama walivyokuwa wazee wetu, na Mwenyezi Mungu atushike mkono, tutangulie, yeye ndio awe mlekezi wetu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.